إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلال ومن أي عمل يقرب إلى النار. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فلقد فاز ونجى المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن للمتقين مفازا. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume sallallahu alayhi wasallama, jambo la kwanza na kuhusieni pasina kuisahau nafsi yangu katika suala la kumta Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah amewasifia wale waliofaulu mbele yake Allah, hakika ni wale waliosifikana na sifa ya uchamungu. Ndugu zangu katika imani, ama inwanu khutbatuna al-yawm, inwani ya khutba yetu ya leo, tutaongozwa na aya ya Allah inayotuambia wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mlezi mpaka pale umauti utakapokufikia. Ibada zimegawanyika sehemu nyingi. Definition ya ibada au maana ya ibada kwa ufupi ni ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina. Ibada maana yake ni jina lililokusanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda na anayaridhia, minal aqwali wal af'ali, katika kauli au vitendo, adh-dhahira wal batina, yale ya wazi yanayoonekana na yale ya siri kadhalika. Hii ndiyo maana ya ibada kwa ufupi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mlezi mpaka pale umauti utakapokufikia, ndipo uwe ni mwisho wako wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ukiangalia baadhi ya vitabu, ukisoma, mtunzi wa kitabu anakuuliza limadha khalaqana Allahu, kwa nini Allah ametuumba? Akasema katika kitabu chake hicho, khalaqana lina'budahu, ametuumba Allah ili tumwabudu. Ibada kama tulivyoisema, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratul Baqara: ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun
enyi watu, hapa hawajaainishwa ya kwamba ni Muislamu si Muislamu, cha msingi ni mwanadamu. Na Allah anasema inna dina inda Allahi alislam, hakika dini ya kweli mbele ya Allah ni Uislamu. Kwa hivyo Allah akajumuisha wote, utake usitake lazima umwabudu Allah. Atakayekengeuka basi hiyo ni juu ya nafsi yake, maangamivu ni kwa nafsi yake siku ya Kiyama. Ya ayuha nnasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, enyi watu muabuduni Mola wenu ambaye kakuumbeni, walladhina min qablikum, na akawaumba wale waliopita kabla yenu. Lengo la ibada la'allakum tattaqun, ili mpate uchamungu wa kweli kweli. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan, Mola ambaye anayepaswa kuabudiwa kwa haki wala asishirikishwe ni yule ambaye amekutandikieni ardhi kuwa ni tandiko, mkapita katika njia zake zilizopana. Huyu ndiye anayestahili kuabudiwa peke yake. Ibadallah, ndugu zangu katika imani, kichwa cha habari cha khutba yetu kitatuongoza mpaka mwisho wa khutba yetu. Kadhalika shikilia aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili iwe ni mwongozo wako katika maisha yako vile unavyoishi mpaka umauti unapokufikia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Isra, waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn, na tumejalia usiku na mchana kuwa ni ishara mbili, ishara ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala msiwe kama wale ambao wanaosema kwamba maisha haya ni tunakuwa hai kisha tunakufa. La, yupo aliyeweka huo usiku na mchana. Waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli waja'alna ayata an-nahari mubsiratan, tukafuta ile ishara ya usiku na tukaleta ishara ya mchana. Famahawna ayata al-layli waja'alna ayata an-nahari mubsiratan, ikawa ni mwangaza. Litabtaghu fadlan min rabbikum, ili muweze kutafuta fadla za Mola wenu mlezi katika mchana huo, katika hiyo ishara ya mchana. Walita'lamu adada sinina wal hisab, Allah amefanya hivyo ili mpate kujua hesabu, adada sinina wal hisab, idadi ya hesabu na miaka. Allah akasema katika sura nyingine, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12. Mnaipataje hiyo miezi 12? Baada ya kuwa Allah ameshatuambia katika suratul Isra, waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli waja'alna ayata an-nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu adada as-sinina wal-hisab. Hapa ndipo mtakapojua hesabu ya miaka, hesabu ya miezi, hesabu ya siku katika aya hii. Na Allah akatuzindua akatuambia hivi, baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katujalia usiku na mchana, katika usiku huo na mchana huo mtaweza kuhesabu ninyi hesabu zenu za kawaida katika maisha yenu. Kadhalika mtaweza kuhesabu siku, kadhalika mtahesabu wiki, kadhalika mtahesabu miezi. Hivyo mwaka mzima unakamilika kwa hesabu hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea. Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Kama mambo yako hivi, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia idadi ya miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia
ni miezi 12, na ndani ya hiyo miezi 12 turudi katika aya ambayo ni kichwa cha habari cha hutuba yetu kinachotuambia wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mlezi mpaka pale umauti utakapokufikia. Hapa wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi, kuna katika watu wanaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa nyakati maalum. Tupo katika mwezi wa Shaaban, baada Shaaban Ramadhan. Baada ya mwezi wa Shaaban tunaingia katika mwezi wa Ramadhan, na mwezi huu wa Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala ametoa ofa mbalimbali, kwa sababu Allah anafadhilisha kiumbe chake kwa kingine, ili mpate kujua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuwapatia ofa waja wake ndani ya maisha haya ya dunia ambayo wanadamu wanaishi. Lazima ofa ije ili kila mmoja apate kuikimbilia ofa hiyo, aweze kunufaika na hiyo ofa, kisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala anaenda kusalimika na adhabu ya Allah, kwa sababu adhabu ya Allah ni chungu mno. Hakuna anayeweza kuivumilia adhabu hiyo. Sasa Allah akajalia ndani ya miezi 12 kuna ofa mbalimbali zinazopatikana. Ndani ya ofa hizo mwanadamu yatakikana yeye kujitahidi aweze kuzikimbilia ofa hizo na kuzipata, ili aweze kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi wa Ramadhani ni ofa kwa waja wa Allah, na ofa hiyo ni ipi? Itakapoingia siku ya kwanza katika mwezi wa Ramadhan, Allah anafunga milango yote ya motoni, lakini kinyume chake, manake anafungua milango ya janna yote. Hii ni ofa kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii funga ni siri baina ya mja wa Allah na Mola wake, na siri hii hakuna ambaye anaweza kuipambanua kwamba hii funga malipo yake ni yapi. Hakuna, bali ofa hii ya Ramadhani Allah ameifungamanisha na yeye mwenyewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu mja wa Allah ameacha kula yake, ameachwa kunywa yake, kadhalika ameacha matamanio yake yote kwa sababu ya kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah akaifungamanisha ofa hii ya Ramadhan na yeye mwenyewe. Hakuna anayejua malipo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa kuna katika watu ambao ikiingia Ramadhani wanaacha kufanya yale ya waliokuwa wakiyafanya, wanaingia katika Ramadhani hali ya kuwa ni wasafi. Lakini Ramadhani inapoondoka wanarudi katika historia yao ya mwanzo waliokuwa nayo, kana kwamba Ramadhani haikuwapatia darasa ya aina yoyote. Kwa mfumo huu wa maisha haya, atakayeingia katika mwezi wa Ramadhani ikaondoka, yeye akawa katika historia yake ya mwanzo, kana kwamba hajapata mawaidha yoyote ndani ya Ramadhani, mtu huyu kuna kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema, amepita patupu na ameangamia yule ambaye itamkuta Ramadhani na ikaondoka na hajasamehewa mtu huyu. Mtu huyu kapata hasara. Hasa hebu niambie, ni Mola yupi unayemwabudu ndani ya Ramadhani, halafu Ramadhani ikiondoka wewe ibada umezipuuza, na Allah anakuambia wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin,
muabudu Mola wako mlezi mpaka umauti utakapokufikia. Ni ipi ibada ambayo Allah amekuamrisha umwabudu, na wewe unachagua misimu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Wewe na Allah ni yupi mwenye mpangilio wa maisha haya ya dunia? Wewe na Allah subhanahu wa ta'ala ni yupi ambaye anaweza kumpangia mwenzake? Bila shaka ni Allah subhanahu wa ta'ala anawapangia waja wake ni vipi wafanye ili waweze kufaulu mbele yake. Inawezekanaje wewe bosi wako akupangie kazi ya kufanya, kazi yako ni kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 10, kazi yako inaishia hapa, lakini baada ya kuingia kazini wewe unajipangia wakati wako, unaingia saa 1 mpaka saa 6, ili hali wewe zamu yako unaenda mpaka saa 10, alafu unasema mimi naishia hapa hapa. Hivi bosi si lazima atakukuta mshahara? Jibu ni ndio. Kila mmoja sisi ni mashahidi, na kama sio kukata mshahara lazima atakufukuza. Hasa huu ni bosi wa kidunia. Iweje sasa bosi wa mabosi siku ya kiyama akikuuliza, miezi iliyobaki yote katika miezi 12 uliniabudu katika mwezi mmoja, mwezi wa Ramadhani, hii miezi yote kwa nini uliacha kuniabudu? Ni yupi aliyeumba hii miezi mingine 11? Na ni yupi aliyeumba huu mwezi wa Ramadhani? Jibu ni lipi? Ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala haina muda maalum, wala usichukulia kwamba Ramadhani ni ofa kisha baada ya Ramadhani ofa hazipo. Ofa zipo. Katika aya ile ambayo tumesema inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha, ndani ya hiyo miezi 12 arba'atun hurum, kuna miezi 4 mitukufu. Hasa umemwabudu Allah ndani ya Ramadhani tu, halafu ukasema Ramadhani ni ofa kwa waja wa Allah, na hii miezi 4 mingine umepeleka wapi? Maanake Ramadhani ni mwezi wa 5. Je, hii miezi iliyobakia ni nani uliyekuwa ukimwabudu ndani ya miezi hiyo? Ibadallah, enyi waja wa Allah, tumwabudu Allah ipasavyo kama alivyotuamrisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusijipangie sheria zetu halafu siku ya kiyama tukiulizwa sheria hizi zimezipatia wapi za kumwabudu Allah kwa nyakati maalum, majibu tukayakosa. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dham bihi Allah. Allah anamwambia mtume, hebu waulize hao, am lahum shuraka'u, au hao wanawashirika, shara'u lahum min ad-din, wamewawekea sheria katika dini, ma lam ya'dham bihi Allah, kila ambacho Allah hajakiweka katika dini, kila ambacho Allah hajakiweka idhini katika dini, au wanawashirika hao. Kwa nini wamwabudu Allah pale ambapo wana haja tu, pale wanapokuwa katika raha hawamkumbuki Allah subhanahu wa ta'ala? Tutakuwa hatuna utofauti na wale washirikina wa mwanzo waliopita, kwa sababu wao walikuwa wakimwabudu Allah pale wanapopatwa na misukosuko, lakini misukosuko itakapowaishia wao wanarudi katika historia yao ya kuabudu masanamu yao. Iweje sisi Ramadhani ije tunaona kwamba ni ofa kwa waja wa Allah, halafu Ramadhani inapoondoka sisi hatuna mpango tena na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini tuwe hivyo? Tunataka kujifananisha na wao? Tusifikie huko waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yule atakayejifananisha na watu fulani katika mienendo yao na katika historia yao, kadhalika yeye atakuwa ni miongoni mwao. Kwa nini tuonekane ni kana kwamba wale waliopita? Kwa nini Ramadhani ikija tumwabudu Allah na Ramadhani itakapoondoka tusimwabudu Allah? Limadha?
Kwa nini? Na kuna katika watu Ramadhani ikiingia tu ibada kama kawaida msikitini, kadri siku zinavyozidi kwenda anachoka yeye kumwabudu Allah. Kama ni swala ya tarawih amewacha, kama ni swala 5 za kila siku anapunguza, ima swali alfajiri na dhuhuri, kisha swala zingine anaziacha, ima swali adhuhuri wal asri, swala zingine anaacha. Mwisho wa siku anaachana na swala zote, anakuwa kana kwamba yeye hahusiki na ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi vile utakavyoilea ndivyo itakavyokuwa mpaka siku unakufa. Mshairi mmoja anasema, an-nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbi ar-radaa. Nafsi ni kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo ukimwacha aendelee tu kunyonya, manake lazima ataendelea hivyo hivyo na atakuwa nayo hivyo. Lakini ukimdhibiti mtoto huyu, ukamwacha, ukafanya kila namna ya kuacha kunyonya, baada ya muda wake kuisha, basi atazoea. Nafsi kadhalika iko hivyo hivyo. Nafsi yako usipoizoesha mapema ili kuweza kuupokea mwezi wa Ramadhani, basi lazima nafsi hiyo itachoka. Ramadhani itakapoingia, unaona kana kwamba ni mzigo mzito umepewa katika mgongo wako, hauwezi kuubeba mpaka mwisho. Ile shauku utakuwa nayo, Ramadhani imeingia, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, basi nafsi yako inaona kana kwamba umebeba mzigo mzito. Na ndio wale wanaokata tamaa ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mwisho wa siku wanaachana na ibada ya Allah, wanarudi katika historia yao ya mwanzo. Tubu ila Allah wa antum muqinuna fil ijaba. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mlezi mpaka umauti utakapokufikia. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithi ndefu, tutanukuu maneno ya mwisho wa hadithi hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ala wa inna fil jasadi mudghatan in saluhat saluha al-jasadu kulluhu wa in fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Tambueni enyi waja wa Allah, hakika katika mwili kuna kiungo. Kiungo hicho kitakapowatengamaa vizuri, basi hakika mwili wote utatengamaa. Lakini kiungo hicho kikaenda kombo, basi hakika mwili wote utakuwa mpata hasara. Ala wahiya alqalb, kiungo hicho si kingine bali ni moyo. Moyo una kawaida ya kubadilika, na moyo huu usipoudhibiti ukaulea katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi moyo huu lazima utapotea. Lakini huu moyo ukaudhibiti vizuri, ukawa katika malezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia, basi moyo huu utasalimika na adhabu ya Allah. Ibadallah, ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatutahadharisha na siku ambayo haitamnufaisha mtu mali yake isipokuwa yule atakayemwendea Allah kwa moyo uliosalimika na madhambi mbalimbali. Allah akatuambiaje? Yauma la yanfa'u malun wala banun, iogopeni siku ambayo mtu haitamnufaisha mali yake wala watoto wake, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule atakayemwendea Allah na moyo uliosalimika. Na Mtume akatuambia, hakika katika mwili wa mwanadamu kuna kiungo hicho kitakapokuwa kimetengamaa,
basi mwili wote unatengamaa. Kwa maana hiyo mwili huo Allah atauepusha na moto wake. Kwa nini? Ulikuwa katika mstari ulionyooka. Wa in fasadat fasada aljasadu kulluhu, lakini kiungo hicho kitakapokuwa hakipo katika sheria ya Allah, hakipo katika mstari wa Allah, basi inakuwa ni sababu miongoni mwa sababu ya mwanadamu huyu na mwili huu kuangamia siku ya Kiyama. Illa man ata Allah biqalbin salim, yule atakayemwendea Allah kivipi? Akafikwa na umauti wake hali ya kuwa yeye bado anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, bado yupo katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka akafikwa na umauti wake, yupo katika mstari ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha, huu moyo utakuwa umesalimika na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huu ndio utakuwa moyo ambao Allah ameusifia katika Qur'ani. Allah akasema inna lilmuttaqina mafaza, hakika wacha Mungu ndiye waliofaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana walijitahidi kila namna kuepuka shari za aina mbalimbali, kadhalika na kufuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala vile inavyowaambia, na wakasalimika mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ibadallah, ndugu zangu katika imani, fanya mazoezi ya kila namna kuanzia hivi sasa. Kama ni zile funga za sunna, basi jitahidi kufunga sunna hizo, ili Ramadhani inapoingia wewe nafsi yako ishazoea taa za aina mbalimbali. Jitahidi kuzifanya katika huu mwezi wa Shaaban kabla ya Ramadhani haijaingia. Kusudi ni kwamba Ramadhani inapoingia wewe unakuwa umeshazoea kufanya ibada mbalimbali za kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Isije ikafikia pahala Ramadhani imeingia, 10 la kwanza limeisha, kadhalika na la pili limeisha, wewe unaona kana kwamba umebebeshwa mzigo mzito katika mgongo wako, unashindwa kuubeba. Kwa nini? Nafsi yako haujaizoesha kufanya ibada mbalimbali, nafsi yako haujaizoesha kufunga zile sunna mbalimbali ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallama ametuamrisha tuzifunge. Kuna sunna ya siku 2 kwa wiki, bimaana Jumatatu na Alhamisi. Kadhalika kuna sunna ya Nabii Daud kufunga siku moja, siku nyingine unafungua, siku moja, siku nyingine unafungua. Hakadha allamana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, hakika ninyi mna kiigizo chema kwa mtume wenu sallallahu alayhi wasallam. Mtume alikuwa akifunga siku hizi, sunna hizi ambazo ametuachia, kadhalika ni kwa kila mmoja sunna hizi kuzifuatilia na kuzifunga, lengo na makusudio ili tuweze kupata ucha Mungu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mlezi mpaka umauti unapokufikia, wala usichague misimu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa al-hayyu la ilaha illa huwa, Allah yu hai, hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.